tulizungumzia mwanzoni, ndio fikra ni akili. Ndio. Na kama tulivyosema pia akili ni uwezo. Yeah. Kwa hiyo kwa lugha rahisi fikra ni uwezo. Okay. Lakini ni uwezo unaofanya nini? Ni uwezo unaokusanya taarifa kutoka kwenye milango ya fahamu. Ndio. Na kuweza kuitafsiri zile taarifa na kutoa majibu. Yeah. Na majibu yale ndio yanayotoa maamuzi nini kifanyike. Yeah. Aidha kwa kuchukua hatua fulani au utendaji fulani ndani ya mwili. Kwa hiyo ndo maana ya neno fikra. Fikra. Okay. Umesikia pre hiyo fikra Ndio. Kwa hiyo tunapozungumzia kwamba au mtazamo wa mtu kwamba huyu kama kuna mtu ameambiwa jambo nini, tunasema huyu ana fikra chanya. Huyu akitueleza jambo sema huyu hana fikra chanya. Tuko sahihi? Naam, kama tumeshaelewa maana ya fikra. Fikra inaweza ikawa na afya au isiwe na afya. Kwa sababu tunachokizungumzia tukizungumzia afya ya akili, ina maana tunazungumzia afya ya akili, fikra. Kwa sababu kuna akili nyingine tulizijadili pia. Okay. Kwa hiyo afya ya akili, fikra ni pale mtu anapofikiri kwa usahihi. Yeah. Au anafikiri kwa namna ambayo inastahili kufikirika. Okay. Kwa hiyo hiyo ndo tunasema amefikiri, fikra yake ina afya. Okay. Lakini pale kunapokuwa na fikra hasi, ina maana hapo ndo changamoto ya fikra. Okay. Na kwa kawaida fikra kuna namna inavyofanya kazi. Fikra inafanya kazi kwa kuzidisha au kujumlisha. Okay. Lakini inaweza tutaongea kwa kimahesabu kidogo kwa kutumia zile alama za mahesabu. Kwa kusawazisha au kutuliza, lakini pia kwa kutoa au kugawanya. Okay. Kwa maana nyingine fikra inaweza ikakuongeza, inaweza ikakutuliza au kuweka sawa, au kukupunguza. Okay. Lakini tunapozungumzia hizo hali tatu, kwenye kukuongeza, inaweza ikakuongeza chanya au inaweza ikakuongeza hasi. Okay. Inaweza ikakupunguza chanya au inaweza kukupunguza hasi. Fikra hiyo. Fikra. Na daktari nisaidie, fikra zinatoka wapi? Au mtu anapataje fikra? Tunasema baadaye hii ni chanya, hii ni hasi. Fikra zina akili yake kama tulivyosema awali. Fikra zinatoka kwenye kumbukumbu. Okay. Kwa hiyo kila unachokifikiri kinaangalia hifadhi yako. Okay. ya yale matukio mbalimbali ambayo yaliwahi kutokea kuanzia umezaliwa mpaka umri uliofikia. Ni mambo mangapi ambayo umeyahifadhi au umeyatunza kwenye eneo lako la fikra, kumbukumbu, akili, kumbukumbu. Kwa hiyo kule kwenye kumbukumbu, ina maana kila unachokifikiri kinatokana na kumbukumbu zako. Okay. Na ndio maana tunavyofikiri tunatofautiana kwenye kufikiri. Yeah. Okay. Kwamba unaangalia wewe hilo jambo uliwahi kulihifadhi kwa namna gani. Na ndio maana tunasema akili ya fikra ni kumbukumbu. Akili ya fikra ni kumbukumbu. Ndio. Umesikia pray? Okay. Na kuna hii dhana kwamba fikra inaweza kubadilisha maisha ya mtu. Kivipi? Kama nilivyoeleza hapo, fikra inaweza kubadilisha maisha ya mtu pale inapokuwa kwanza ina afya. Sawa. Lakini tunaposema ina afya, inakuzidisha au kukujumlisha kama tulivyosema. Ndio. Iko kwenye upande ule wa kukuza jambo. Fikra inayokuza jambo katika kujumlisha au kuzidisha, lakini kwa upande wa chanya. Au pale inapokuwa imetoa au imegawanya, lakini kwa upande chanya. Okay. Kwa mfano, nitatoa mifano ili iwe rahisi kwenye kuelewa eneo hilo. Kwa mfano, unaweza ukafanya jambo na lile jambo likawa la faida. Umefanya labda ni mradi wako umeuanzisha, na ule mradi ukakua na ukakupa faida. Ina maana fikra yako kwa pale inakuwa imekukuza. Yani ile mipango uliokuwa umeiweka, ulivyofikiri, matokeo yake yamekuwa
ya kuongezeka. Lakini yameongezeka kwamba lile jambo kama utaendelea kulifanya na likaendelea kuwa bora zaidi, unaendelea kuwa chanya zaidi. Kwa ina maana utakuwa unalifanya kwa furaha zaidi, na unaweza pia ukashirikisha na wengine wakafanya lile jambo. Ukawa kama sasa ni balozi wa lile jambo, kwamba ile tunavyosema chanya, kwamba wewe limekufanya ukawa bora, lakini pia umefanya watu wengine pia kuwa bora. Kupitia fikra zako. Ndio ile tunasema kama role model kwenye yale ambayo ni mazuri. Sawa. Ndio. Kama ni kwanza unaungana nasi, kumbuka hii ni Banana Breakfast, tupo kwenye mchemsho asubuhi ya leo.